Leo kwenye story zetu tunakutana na binti Jingshu. Anarudi shule akiwa na mwanafunzi mwenzake wa kiume, huku akipiga story za hapa na pale. Kama ujuavyo, wanafunzi huwa hawakosi mastori ya kusimuliana, hasa wanapokuwa wako njiani, huku akitaniana kwa hapa na pale. Mara mbele anaonekana mama mzazi wa binti Jingshu amekuja kumfuata binti yake huyo akiwa na gari kali na ili ampeleke nyumbani. Mama wa Jingshu anampa taarifa kwamba amemfuata waende nyumbani, na binti Jingshu anakuwa yupo katika hali ya kukataa kwa sababu hajazoea hata siku moja kwa mama yake kumfuata shuleni, hasa akiwa na gari, na amekuwa anakataa na anataka kumuuliza wapi twende, wakati mama akiwa anamwambia kwamba twende nyumbani. Mwanafunzi mwenzake ambaye alikuwa amefuatana naye Jingshu anamsikiliza mama na kumwambia kwamba Jingshu amsikilize mama na akubali kwenda nyumbani na mama, wala asiwe na ukaidi wa namna hiyo. Mama anazidi kumbembeleza Jingshu kwa shingo upande na anakubali na kuondoka na mwanafunzi mwenzake huyo, na anampa moyo kwamba aende tu na mama wala asiwepo katika hali hiyo. Wanaelekea kwenye gari Jingshu na mama yake, na safari ya kuelekea nyumbani kati ya Jingshu na mama yake inakuwa imeanza, kwa sababu Jingshu alikuwa haamini kuhusiana na mama yake kumfuata na gari shuleni, kwa sababu mara nyingi yeye mwenyewe Jingshu amekuwa anarudi kwa kutumia baskeli na amekuwa akienda shule pia kwa kutumia baskeli. Mama anaandaa chakula kizuri na kumkaribisha mwanae baada ya kufika nyumbani. Meza ikiwa imetulia, ikiwa na vyakula vilivyokuwa vizuri, ambacho si cha kawaida kwa Jingshu kukutana na mapenzi ya hali hiyo kwa mama yake, na hii inampa maswali mengi sana Jingshu. Licha ya kukaribishwa na mama yake ale samaki pamoja na vyakula vitamu vingine ambavyo ameviandaa mama yake, lakini Jingshu amekuwa na maswali makubwa sana kuhusiana na upendo wa mama yake kwa siku hiyo ambayo amekuwa anaonekana kumpatia mwanae huyo. Binti Jingshu anakula msosi huku mama yake akimwangalia kwa mahaba yaliyokuwa makubwa sana binti yake pendwa huyo usoni, na chakula kinaendelea kushuka taratibu, huku Jingshu anashindwa kula chakula, na mama yake anamuuliza, kwa nini unashindwa kula chakula binti yangu? Na kama nimesahau jinsi ya kukupikia chakula kizuri, basi naomba unisamehe kwa hilo. Hilo ni moja ya swali ambalo binti anaambiwa na mama yake mzazi, yani binti Jingshu. Hii ni moja ya story pia ambayo wewe unatakiwa kuendelea kuifuatilia, kwa sababu ina mikasa na visa kuhusiana na huyu binti Jingshu pamoja na wazazi wake. Na kama hapa tunapoona sehemu ya kwanza, binti anarudi shule, lakini mama yake anampokea, lakini yeye amekuwa anamkataa. Sasa unatakiwa ujiulize na kuhitaji kufahamu ni nini ambacho kimefanya mpaka binti asiwe karibu na mama yake. Kuna mambo ya ziada sana ambayo yanamhusu huyu binti, lakini yapo ya ziada ambayo yanamhusu huyu mama wa Jingshu. Ni moja ya story kuhusiana na mwanafunzi ambaye mwenye malengo makubwa sana naye.